wanakuogesha kwenye mafuta ni uongo. Leo soma neno utakuwa kidogodo. Wanakuzia chumvi na maji kwa kuomba kidogo. Usikubali ili maisha yao yazidi kupanda kidogodo. Sikia, wanakukanyagisha kwenye mafuta ni uongo. Leo soma neno utakuwa kidogodo. Sikia, wanakuzia sari na vitambaa ni uongo. ili maisha yao yazidi kupanda kidogo. tega sikio mama yangu, hebu kasome leo, nenda kasome. Ubarikiwe baba, usiwe mvivu kusoma maandiko. Penda ndugu yangu, penda kusoma neno. Nenda kasome Ezekieli 12 ndio mstari wa 24. dada yangu, wangapi wamebarikiwa na injili ambayo inahubiriwa mahali hapa? Wangapi wamebarikiwa na injili inayohubiriwa mahali hapa? Kama kuna kitu pekee ninachokipenda sana na ambacho Mungu ameweka ndani yangu ni kuhubiri. Nasema ni kuhubiri. Nasema hivi, ni kuhubiri. Na ukiona nimenyamaza kuhubiri, basi nimeenda kupumzika kwa Bwana. Jamani, semeni amen. Raha ya moyoni mwangu ni kuhubiri, na si kuhubiri tu, ni kuhubiri habari za Yesu aliye hai. Nasema ni kuhubiri habari za Yesu aliye hai. Nasema ni kuhubiri habari za Yesu aliye hai. Ni kuhubiri habari za Yesu mwenye uweza. Ni kuhubiri habari za Yesu mwenye mamlaka. Huyu ndio mwenye sifa ya kunenwa. Huyu ndio mwenye sifa ya kuhubiriwa. Huyu ndio mwenye sifa ya kuimbwa. Huyu ndio mwenye sifa ya kusifiwa. Anaitwa Yesu Kristo. 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 Hana mpinzani, hakuna mwingine kama yeye. Yeye peke yake ana sifa ya kuhubiriwa. Huyu Yesu ninayehubiri habari zake, dini zote zinamgombania. Huyu Yesu ninayehubiri habari zake, dini zote zinamtaka. Huyu Yesu ninayehubiri habari zake, Wakristo wanamtaka. Huyu Yesu ninayehubiri habari zake, Waislamu wanamtaka. Nikakumbushwa injili ya Yohana 3:16. Biblia yangu inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda Wakristo, kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda Waislamu, kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda wapagani, kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda wasio na dini, kwa maana jinsi hii Mungu aliwapenda watu wote, hata akamtoa mwanae wa pekee, Yesu aliye hai. Sasa walokole, wakati mwingine wachungaji, huwa tunawaambia, wakati mwingine huwa mnakuwa very extreme. Hata ukikutana na mtu, unakutana na mtu anakuambia Bwana Yesu asifiwe, unasema Bwana gani huyo? Kisa tu asali na wewe. Sikia, awe mpagani asiwe mpagani, awe ana dini awe hana dini, akishasema Bwana Yesu asifiwe, lazima ambiwe amen. Sema amen. Maana huyu lazima kila ulimi ukiri, kila kinywa kiseme ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Sasa leo nilianza na Yohana, tukaenda Waebrania, tukaenda Matendo ya Mitume, si ndio na jana tukaenda Wafilipi, si ndio Naomba nimalizie na Yohana. Yohana mwishoni kabisa, sura ya 20. Nipe muda wako mfupi tu. Yohana sura ya 20. Sema amen. Sema amen. Sema amen. 20:30-31. Yohana sura ya 20 mstari wa 30 na 31. Taniwia radhi kidogo sauti yangu, lakini bado Bwana
ameikamata. Biblia inasema basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Baba, katika jina la Yesu, naomba jioni ya leo kupitia Injili ya Yohana tena niongee tena juu ya kumwamini Yesu. Niongee tena juu ya kumwamini Yesu, juu ya kumwamini Yesu. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie mwamini Yesu. Mwambie mwamini Yesu. Punga mkono wako namna hiyo. Punga mkono wako namna hiyo. Ninaongea juu ya kumwamini Yesu kwa sababu nitakwambia faida ya kumwamini na nitakwambia madhara ya kuto kumwamini. Vyote nitaviongea jioni ya leo. Maneno na maandiko ambayo nimeyasoma ni mstari ya mwishoni kabisa. Ni kama hitimisho la mwandishi Yohana anahitimisha katika kuandika. Nampenda Yohana. Nampenda Yohana. Anaanza kwa kumweleza Yesu ni nani. Anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu, na vyote vikafanyika kwa huyo. Yohana aishi hapo tu. Yohana anaenda moja kwa moja, anaanza kuleta nukuu za Yesu Kristo, yeye ambaye alisimama akatangaza akasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Mimi ndimi mkate wa uzima. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Yohana aishi hapo. Yohana anaenda moja kwa moja katika zile ishara na yale maajabu ambayo Yesu aliyafanya. Yako mambo mengi Yesu aliyafanya kwenye Injili yaliyoandikwa na Mathayo, yaliyoandikwa na Marko, yaliyoandikwa na Luka, yaliyoandikwa na Yohana mwenyewe. Lakini Yohana, sikia, anachukua mambo machache kumweleza Yesu, na anachukua hayo, lengo lake, nia yake ni watu wapate kuamini. Ni watu wapate kuamini. Ni watu wapate kuamini. Kwa nini JCC wameacha kukaa ndani wakatoa mkutano hapa nje? Ni watu wapate kuamini. Ni watu wapate kuamini. Kwa nini tunakodi vyombo kama hivi? Fedha nyingi sana. Watu wanatoa sadaka zao, watu wanafunga, watu wanajitoa. Sababu ni moja tu, watu wapate kuamini. Watu wapate kuamini. Wapate kuamini. Wamwamini nani? Wamwamini Yesu. Sasa Yohana anaandika sura ya 20, anasema basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu zisizoandikwa kwenye kitabu hiki. Ziko ishara nyingine nyingi ambazo Yesu alizifanya lakini hazijaandikwa kwenye kitabu hiki. Na mimi naomba nisikutese na hizo. Na mimi naomba nisikusumbue na hizo. Nataka nikutese na zile zilizoandikwa. Na nataka nikwambie kwa nini ziliandikwa. Biblia inasema ili mpate kuamini. Ili mpate kuamini. Wapate kuamini nini? Upate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo. Ya kwamba Yesu ndiye Kristo. Ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Na kwa kuamini muwe na uzima wa milele. Sema amen. Sema amen. Akaanza kuambia. Yesu alibadili maji kuwa divai, si ndio? Ndio. Akaanza kuambia. Yesu alimponya mwana wa diwani. Kweli sio kweli? Unaweza kaitikia kweli sio kweli?
akaanza kuambia Yesu alitembea juu ya maji. Kweli sio kweli? Akaongeza Yesu aliwalisha watu 5,000 kwa vipande viwili vya mikate na samaki, kwa vipande 5 vya mikate na samaki 2. Kweli sio kweli? Akawaambia siku moja Yesu alimponya kijana aliyezaliwa kipofu, hadi wanafunzi akampiga swali, Bwana tuambie, ni nani aliyetenda dhambi kati ya huyu mtu hata azaliwe kipofu? Ni yeye mwenyewe au wazazi wake? Yesu akasema hakuna cha wazazi wala yeye mwenyewe, lakini lipo kusudi la Mungu juu ya mtoto huyo. Akapakwa matope, akaona. Ni kweli sio kweli? Sema amen. Funika kazi. Akaambia pia, kumbukeni, alikuwa mtu mmoja tena rafiki wa karibu na mimi. Rafiki yangu alikuwa anaitwa Lazaro, dada zake Martha na Mariamu. Hawa watu mnajua walikuwa marafiki zangu, si ndio? Wanafunzi ndio hawa watu, mnaelewa kwa kwamba Lazaro akafa. Lazaro siku ya 3 ya 4 tunakwenda, na tulipofika pale tukamfufua Lazaro. Kweli sio kweli? Sema amen. Kweli sio kweli? Anawaambia Yohana sasa, haya yote yameandikwa. Haya yote yameandikwa. Ishara zote zimeandikwa, si kwa ajili ya maonyesho, si kwamba Yesu ajifanye yeye ni nani, si kwa ajili ya ubingwa, si kwa ajili ya ubingwa. Haya yameandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo. Haya yameandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Jioni ya leo natangaza masikioni mwako, natangaza kwenye maisha yako ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukiri huu na ukumbuka ukisoma Injili ya Mathayo 16, ukiri huu aliutamka Petro. Yesu akawa anataka kujua, akaambia, niambieni, watu wananinenaje mtaani? Watu wananisema mimi ni nani? Wakasema, unajua, wengine wanasema wewe ni nabii fulani, wengine wanasema wewe ni Yeremia, wengine wanasema wewe ni Isaya, wengine wanasema ni Elia amefufuka, wengine wanasema ni Yohana Mbatizaji amefufuka. Yesu akawageuzikia wanafunzi akasema, na ninyi je, mnaninenaje mimi? Petro akatangaza, akazungumza maneno yale, akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliye hai, aliye hai, aliye hai, aliye hai, aliye hai. Hapo ndipo tunapokuja kuachana. Unajua kwa nini watu wanasema huwezi kuokoka duniani? Unajua kwa nini watu wanasema haiwezekani kuokoka duniani? Ni kwa sababu tu hawajakutana na Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukikutana na Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, badiliko linaingia, mageuzi yanaingia, kugeuzwa kunaingia. Huwezi kutana na Yesu ukawa yule yule. Ukikutana na Yesu aitwaye Kristo, aitwaye mwana wa Mungu, lazima mabadiliko yatokee, mabadiliko yatokee, mabadiliko yatokee. Sema amen, sema amen, sema amen. Na ndio maana sikia, ajenda ya kukataa kuyasema haya imeanza zamani. Ndio maana sikia, watu leo wameibua ajenda ambazo sivyo. Huwezi kusikia Kristo anatajwa, huwezi kusikia mwana wa Mungu anatajwa.
Nisikilize, ukisema Kristo umeongea kazi nzima ya ukamilifu wa ukombozi wa wokovu. Ukisema mwana wa Mungu umekamilisha asili ya pili ya Yesu, ya kwamba yeye ni Mungu kamili. Sema amen. Maana yake ukisema Yesu ndiye Kristo, umesema hivi: Yesu mtiwa mafuta, Mwokozi, anayeokoa, anayebadilisha, anayegeuza, aliyekufa kwa ajili yangu, aliyetolewa kwa ajili yangu, yeye ni Mwokozi. Malaika ni wana wa Mungu. Soma Biblia. Kwa nini ni wana wa Mungu? Kwa sababu wameumbwa na Mungu. Walokole ni wana wa Mungu. Kwa nini ni wana wa Mungu? Kwa sababu wamezaliwa mara ya pili. Kwa hiyo makundi yote hayo, kundi la wanadamu wote ni wana wa Mungu kwa kuumbwa. Alafu malaika ni wana wa Mungu kwa kuumbwa. Kundi la tatu, walokole ni wana wa Mungu kwa kuzaliwa mara ya pili. Lakini Yesu, hebu sema lakini, nikusikie. Sema lakini, sema lakini. Lakini Yesu sio mwana wa Mungu kwa sababu ameumbwa. Lakini Yesu sio mwana wa Mungu kwa sababu amezaliwa mara ya pili. Ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, lugha ya asili maana yake hivi: huyu jamaa ana mahusiano ya milele pamoja na Baba aliye hai. Maana yake yeye ni Mungu, yeye ni Mungu, yeye ni Mungu, yeye ni Mungu, yeye ni Mungu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sasa ishara hizo zimeandikwa, matendo makuu hayo yameandikwa, miujiza hiyo aliyoitenda Yesu imeandikwa, ili weje tutambue ya kwamba Yesu ni Mwokozi, tutambue ya kwamba Yesu anaokoa, tutambue ya kwamba Yesu anabadilisha, tutambue ya kwamba yeye mtoa uzima. Lakini sio hivyo tu, yameandikwa tutambue ya kwamba yeye ni Mungu, tutambue ya kwamba yeye ni Mungu, tutambue ya kwamba yeye ni Mungu, yeye ni Mungu, yeye ni Mungu, yeye ni Mungu. Kama Mwokozi alitoa damu yake na sio za wanyama, akafa kwa ajili yako. Kama Mwokozi alienda Kalvari mwenyewe, wala hakwenda mnyama. Nisikilize, Agano la Kale lilikuwa na sheria ya watumwa. Wanatheolojia wako hapa watalikubali. Agano la Kale, Mungu akasema inaweza ikatokea wana wa Israeli mmekaa kwenye mji wenu, lakini akatokea mtu masikini, hana uwezo wa kujisaidia mwenyewe, wa kutoka kwenye maisha. Alafu masikini huyu akaamua kujiuza, akawa mtumwa wa kudumu, akawa mtumwa wa kudumu kwa yule tajiri. Mungu akatangaza, akasema mtu huyu kukombolewa inawezekana, kukombolewa inawezekana. Hata kama umekuwa mtumwa wa hayo unayoyafanya. Wengine ni watumwa wa sigara, wengine ni watumwa wa ulevi, wengine ni watumwa wa uzinzi, wengine ni watumwa wa uasherati, wengine ni watumwa wa uganga, wengine ni watumwa wa madawa ya kulevya. Kukombolewa inawezekana, kuokolewa inawezekana, kukombolewa inawezekana, kusamehewa inawezekana, kusamehewa inawezekana. Mungu akatoa kanuni, akasema sasa ili huyu mtu aweze kukombolewa, kuwe na sifa tatu. Sifa ya kwanza,
huyo mtu apatikane ambaye kikao kimekaa, baraza limekaa, likasema jamani, ndugu yetu amekuwa mtumwa ya kutosha, sasa tutaki endelee kuwa mtumwa, tunataka akombolewe. Ni nani yuko tayari kwenda kumkomboa ndugu yetu? Apatikane mwenye sifa ambaye hatalazimishwa, atakayesema mimi labda ni kaka, mimi labda ni baba mdogo, mimi labda ni mjomba, mimi labda ni fulani, niko tayari nikamkomboe huyu mtu, niko tayari. Lakini sifa ya pili, apatikane mtu ambaye atakuwa ndugu, sio mtu baki tu. Ni nani huyu? Huyu ni kaka yake, ni binamu yake, ni mjomba wake, ni nani. Huyu ana sifa ya kuwa ndugu, anaweza kumkomboa yule aliyekuwa mtumwa. Lakini sifa ya tatu, apatikane mtu ambaye ana gharama ya kulipa. Yaani sio unaenda mikono mitupu. Hata Waswahili wa Dar es Salaam wanasema mkono mtupu hufanyajwe. Mkono mtupu hufanywaje? Sio anaenda mikono mitupu, awe na gharama ya kulipa kumkomboa. Ashukuriwe Mungu Baba wa mbingu na nchi, Yesu Kristo aliye hai. Hata kama ni mzinzi wewe, hata kama ni kahaba wewe, hata kama unatumia madawa ya kulevya, hata kama ni malaya wewe, hata kama umetoa mimba zote, hata kama umeingia kwenye mateso hayo, hata kama una madhambi yoyote yale, ashukuriwe Yesu Kristo aliyejitoa kwa hiari yake. Alijitoa mwenyewe aje kwa ajili yako, alijitoa mwenyewe aje kwa ajili yako, alijitoa mwenyewe aje kwa ajili yako, bila kukuangalia, bila kujua background yako, bila kujua mateso yako, bila kujua mzigo wako. Alijitoa Yesu, alijitoa Yesu. Jana nilisema alikuwa yu namna ya Mungu, akaona kuwa sawa na Mungu si kitu cha kushikamana nacho. Alipokuangalia Yesu akajitoa. Lakini sio hivyo tu, nisikilize. Ashukuriwe Mungu wa mbingu na nchi, Yesu akafanyika ndugu yetu. Ni namna gani alifanyika ndugu yetu? Unajua, alikuwa ni Mungu kamili, angeshuka kama Mungu, wanadamu angekimbia. Lakini ili awe na sifa na sisi, ili afanane na sisi, alikubali kujishusha, akakubali kufanyika mwanadamu, akakubali kufanyika mwanadamu. Kufanyika kwake mwanadamu kunampa sifa ya kuwa na sifa ya ukombozi. Hakuna mkombozi asiyekuwa ndogo. Yesu alifanyika ndugu yetu kwa kufanyika mwanadamu. Alizaliwa na Mariamu, alikula ugali, alilala usengeze, alichoka kama sese ili awe ndogo. Lakini sio hivyo tu, namalizia. Yesu akawa na sifa kubwa ya tatu, lazima awe na gharama. Naomba nikwambie, wana wa Israeli wanaweza kalielewa hili, maana dhambi kwa taifa la Israeli lilikuwa ni gharama. Mtu anapeleka mnyama, anapeleka wanyama wake wawili. Mnyama wa kwanza anapelekwa, alafu anakatakatwa na kutiwa kwenye moto, ateketee kabisa mpaka yawe majivu. Yaani hiyo ni gharama. Anateketea kabisa mpaka yawe majivu ili huyo mtu akombolewe. Mwingine anaambia huyu anapelekwa mbali, anapelekwa jangwani huko, kwamba huyu jamaa dhambi zake tunapeleka mbali. Nisikilize jioni ya leo, Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu,
alitoka mbinguni akaja duniani akafa kwa ajili yako. Kifo cha Yesu ni ukombozi. Kifo cha Yesu ni ukombozi. Ndiyo maana ana sifa ya kuaminiwa. Ndiyo maana ana sifa ya kuaminiwa. Mwamini Yesu jioni ya leo. Mwamini Yesu jioni ya leo. Mwamini Yesu jioni ya leo. Namalizia. Yako madhara ya kutokumwamini Yesu. Yesu akasema hivi, amwaminie asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Naomba nikwambie, hutaenda jehanamu kwa sababu ulikuwa unakunywa sana au unakunywa kidogo. Hutaenda jehanamu kwa sababu ulikuwa unaiba wake za watu wachache au ulikuwa unaiba wake za watu wengi. Hutaenda jehanamu kwa sababu ulikuwa unaiba waume za watu wengi au wake za watu. Yaani huo muda wa Yesu kusema wewe ulilala na wanaume, ulilala na wanawake, huo muda hana. Atakachokuwa nacho ni kimoja tu, ya kwamba ulimkataa aliyekufa kwa ajili yako, ukumwamini aliyekufa kwa ajili yako. Ndio maana haya yanatokea. Madhara ya dhambi yanatokana na kumkataa Yesu. Kwa nini ni mlevi? Kwa nini unatumia madawa ya kulevya? Kwa nini ni kahaba? Wala kwa nini? Kwa sababu ni moja, umemkataa yule Yesu. Mwamini Yesu jioni ya leo. Mwamini Yesu jioni ya leo. Mwamini Yesu jioni ya leo. Dhambi sio asili yako. Dhambi sio asili yako. Hujazaliwa na dhambi wewe. Hujazaliwa muovu wewe. Hujazaliwa mbaya wewe. Hujazaliwa ufai wewe. Wewe ni sura ya Mungu. Wewe ni sura ya Mungu. Rudi kwa baba yako. Rudi kwa baba yako. Rudi kwa baba yako. Achana na shetani. Achana na ulevi. Achana na ukahaba. Toa kwa Yesu. Toa kwa Yesu. Toa kwa Yesu. Yeye ni mkombozi wako. Utaenda jehanamu kwa sababu ulimkataa aliyekufa kwa ajili yako. Utaingia mbinguni kwa sababu ulimwamini aliyekufa kwa ajili ya ulimwengu. Hiyo ndio neema ya Yesu Kristo aliye hai. Njoo kwa Yesu. Mwamini Yesu aliye hai. Pokea Yesu aliye hai. Yeye ni njia, kweli na uzima. Yeye ni njia, kweli na uzima. Achana na ulaghai. Achana na udanganyifu. Achana na ulaghai. Njoo kwa Yesu aliye hai. Ngoja niishie hapo. Simama kwa miguu yako. Ngoja niishie. Huwa hatuishiwi kabisa maneno. Hata ungetaka twende mpaka asubuhi. Hebu simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Mwamini Yesu. Kwa kumwamini unasamehewa dhambi. Kwa kumwamini dhambi zako zinaondolewa. Kwa kumwamini anakutengeneza. Kwa kumwamini anakufanya safi. Ndiyo maana wakina Kihongo tulienda kwa Yesu. Utuone hivi hivi, na kama singekuwa Yesu tungekuwa hatupo. Naomba nikwambie, Tanzania unayoifahamu kwa uwakilishi, mikoa yote nimekanyaga. Maeneo mengine tumetishiwa sana, lakini sikia, waliotutishia wameondoka wao. Tuko salama kwa sababu ya Yesu Kristo aliye hai. Nataka nikwambie, mpate Yesu. Mwamini Yesu. Hayo unayasikia, hayo unayoshuhudiwa, hayo unayosomewa, ni ili umwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Watu leo wanalia, wanakimbizana, wanatafuta maji, wanatafuta vitambaa, wanatafuta maombezi, wanakimbizana, wanaenda kwa waganga. Malalamiko ni mengi, mambo yangu hayaendi, mipango yangu haiendi, watoto wangu wanaumwa. Nataka nikwambie, tatizo ni moja, umemkataa Yesu. Umemkataa Yesu. Umemkataa Yesu. Umemkataa Yesu. Unapomkataa Yesu, ulinzi haupo. Unapomkataa
Unapomkataa Yesu, usalama haupo. Unapomkataa Yesu, usalama haupo. Unatembea na mashaka, unatembea na wasiwasi, unatembea na hofu, huna uhakika wa maisha yako. Jioni ya leo yuko mwanaume Yesu, jioni ya leo yuko mkombozi Yesu. Anataka kuaminiwa, anataka kuaminiwa, anataka kupokelewa, anataka umkubali, anataka umwendee. Tulimwendea tukasamehewa. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tunalala vizuri, hatuchezewi, hatulogwi. Nataka nikwambie, Katavi tumekwenda, Sumbawanga tumekwenda, Tanga tumekanyaga, hakuna kulogwa hapa. Tuna usalama wa kutosha. Wanaojaribu wanakufa wao. Mambo yako yaendi, unamkataa Yesu. Ndoa yako inayumba, unamkataa Yesu. Biashara yako inakwama, unamkataa Yesu. Biashara yako inagoma, unamkataa Yesu. Kwenye masomo unachanganyikiwa, unamkataa Yesu. Leo nasema leo, ondoka huko. Leo njoo kwa Yesu. Leo njoo kwa Yesu, utakuwa salama. Inua mikono yako mbele juu. Njoo kwa Yesu, utakuwa salama. Karibu Yesu, moyo ni mwangu. Karibu Yesu, moyo ni mwangu. Karibu